Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 19. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, akatoka Galilaya, akafika mipaka ya Uyahudi ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakamfuata, akawaponya huko. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamjaribu wakimwambia, "Je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu?" Akajibu akawaambia, "Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja? Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe." Wakamwambia, "Jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha?" Akawaambia, "Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini, naye amwoaye yule aliyeachwa azini." Wanafunzi wake wakamwambia, "Mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo, haifai kuoa." Lakini yeye akawaambia, "Si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni mwa mama zao. Tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi. Tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee." Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea, lakini Yesu akasema, "Waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao." Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko. Na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, "Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" Akamwambia, "Kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri." Akamwambia, "Zipi?" Yesu akasema, "Ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako." Yule kijana akamwambia, "Haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena?" Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate." Yule kijana alipolisikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Amin nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu." Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema, "Ni nani basi awezaye kuokoka?" Yesu akawakazia macho akawaambia, "Kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana." Ndipo Petro akajibu akamwambia, "Tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata. Tutapata nini basi?" Yesu akawaambia, "Amin nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu, atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza
watakuwa wa mwisho na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza.